Kwanza nimesikia Faisal hataki kucheza tena Azam. Meja niambia. Hajakwambia? Meja niambia kama hataki kucheza Azam. Nimesikia sio kama si umenukuliwa kwamba hakuna kipengele ambacho kinaihusu Young Africans kwenye malipo. Niona kwenye mitandao, mimi kidogo napita pia kwenye mitandao. Wewe ndio unaifahamu. Is it true? Mimi sijazungumza kabisa na media yoyote kuhusu Faisal for muda mrefu. And niliona na mimi nilitumiwa na watu. Mimi nilisema nataka kufafanua hili jambo kwa sababu watu wengi hawajui kwamba kuna makubaliano baina ya klabu na klabu na kuna makubaliano baina ya mchezaji na klabu. Kwa hiyo katika makubaliano ya Azam na Yanga mimi sikushiriki na sijui makubaliano yao wala mkataba wao walivyoandikishana. Inawezekana walikubaliana hivyo, lakini hiyo haimuhusu mchezaji. Hao ni makubaliano baina ya club na club. Sasa mchezaji na Azam mkataba wake ukoje? Mchezaji hana hicho kipengele kwenye mkataba wake kwa sababu yani ni kitu ambacho hakimuhusu. Makubaliano ya club na club yeye hakimuhusu. Yeye anaangalia mkataba wake, kiasi gani anapata, duration, termination, buyout clauses zake ni nini. Ndio hicho anachoangalia. Sasa kama kuna hicho kipengele baina ya club na club, hiyo ni between two clubs. Okay. Ila unkipo. Mimi sikushiriki katika club to club. Nimeshiriki katika club na club ya Mayele, Young Africans na Manyema Union. Pale mimi nilishiriki. Kwa unaweza kujua, naweza kuambia kabisa mkataba wa Pyramids na Mayele na Young Africans ulikuwaje. Pale nilishiriki. Lakini endapo kama kipo sawa. Kwa Faisal. No, kama kipo sio kwa Faisal. Faisal hana hicho kipengele kwenye mkataba. Yes. Endapo Azam na Yanga wana hicho kipengele, basi watajua makubaliano yao yakoje. Makubaliano yao mara nyingi vipengele hivyo vinakuwa kwa mfano. Endapo mchezaji atauzwa, sisi tutachukua asilimia fulani. Ambacho ni kipengele ambacho kuna na negotiation na klabu na mchezaji, yani naona makubaliano yao. Sio kwa Yanga, kwa another situation kwamba endapo mchezaji huyu mtamuuza, sisi tutachukua asilimia fulani. Hiyo hindi na age, kwa sababu siku za nyuma ilikuwa na age kwamba kwenye age hii huwezi kutamika mkiuza tutapata kiasi hichi. Kwa hiyo it doesn't matter kuhusiana. No, really it depends on makubaliano yenu to club. Sasa je, kuna kipengele kinachosema endapo mchezaji atavunja mkataba? Hapo ndio kuna catch. Do you understand? So kama Young akimaliza contract na Azam hakuna shida. Faisal anaweza kaondoka kaenda popote. Atakuwa free agent. Kile kipengele cha sijui kuipa Yanga kitakuwa hakipo tena. Definitely kita drop. Na endapo Faisal hapo endapo jamani mambo ni matamu. EFM ni katika mazingira ya kawaida. Maelezo yote ya mkataba hayazungumzii kipengele ja kama mchezaji ataamua kuvunja mkataba na Azam FC. Kwenye mkataba wa Faisal upo. Faisal na Azam. Of course Faisal na Azam ni ndio $500. Sio ukitaka kuvunja wewe weka $500 hapa, ondoka zako. Sasa unakwenda wapi? Sisi hatujui. Si ndio maana yake? Of course, na kwa uelewa wangu mimi nilivyowasikiliza ni kwamba ikitokea Faisal anavunja mkataba na Azam, ndio akatimiza matakwa ya kimkataba kulipa $500 akaondoka, maana yake yale makubaliano kati ya Yanga na Azam yamekufa kwa sababu Faisal atakuwa hajauzwa, amevunja mkataba unless kama hayo makubaliano yapo. Hicho cha kwanza. Cha pili ndo unabaki wasiwasi kwa sababu mimi sifahamu kama Yanga waliandika sio tu akiuzwa hata akivunja mkataba, kwa sababu tunataka asilimia fulani. Hiko ndo unabaki kwa wasiwasi ambao kikawaida nadhani ngumu. Sidhani hata kama Yasmin kwa uzoefu wako umekuta hiyo kwamba timu inaweka kwamba mchezaji huyu akivunja yenyewe mimi nipe asilimia 40. Nadhani hiyo hujai kukutana nayo. Kunao wanasheria makini, wanajua sheria za FIFA na mchezaji ana haki gani. Ndio. Kwa hiyo kuna wanasheria wana cover zile kila kitu. Wapo kwa mfano wa kwamba ingetokea sasa Faisal anambia Azam bwana hela zenu hizi naondoka,
Kama kipengele kingekuwepo maana yake Azam ungechukua hela kadhaa walikubaliana na Yanga wawape. Yes. Okay. Sasa most of the time kama ilikuwa raised. Hapo sasa ni wale wanasheria wa timu zile mbili. Sawa. Sasa kama Yanga wali raise kwamba si tutake swani huku kwenye buyout clause ya Faisal, Azam angejua kuweka kiasi gani ili wanajua kwa sababu asilimia fulani itaenda. Kwa kama kile kitu hakikuwa raised, basi Okay, tumemwona kocha hapa wa zamani wa Yanga Nasruddin Nabi alikuwepo Tanzania hapa siku chache. Uvumi ulikuwa kwamba amekuja kumwangalia pia Faisal na kuzungumza naye kumtaka kwenda Kaizer Chiefs, na inaelezwa kuna offer iko mezani na wewe unamsimamia vipi? Au ukiacha hiyo labda kama kuna ofa nyingine pia unaweza zaidi ya hiyo. Yes. Unajua mimi wachezaji kabisa na wasimamia contracted players wangu. Ndio. Ni Mayele na Mzizi. Faisal alifumaliza ile kesi, nilikuwa namsimamia ile kesi iliyoisha na amebaki anakuja kuniambia hiki dada. Ushauri yule. Yes, sasa Nabi mimi nilizungumza naye. Alipokuja pia kanitumia voice, dada niko hapa kwa muda mchache nataka tuonane. Nabi obviously hata siku zote anamtaka Mayele, anamtaka Faisal, anamtaka Mzize. Yaani hao ni wachezaji wake ambao anawataka siku zote. So obviously ni kawaida kama anataka kuleta ofa. Unaona? Kwa Nabi akileta ofa pale akimnunua kama kuna makubaliano ya kuuzana they will benefit. Okay. Lakini sasa inategemea na kiasi gani. Faisal ana ofa nyingi. Nimeziona zote ofa za Faisal. Kama ngapi? Labda Mamdele. Ngoja hapo amalizie kwanza. Kama ngapi? Ofa nyingi ana ofa zake nyingi. Kwa hiyo Faisal na yeye anaangalia dau hela zipi. Yasmin be specific. Faisal ana ofa Tanzania au nje ya nchi? Ana ofa Afrika na nje, right? Ana ofa Afrika. Ipo Afrika na ndani ya Tanzania. Sijui, mimi najua Afrika. Hiyo sijui yako ni kama unajua. Sijui yako ni sawa najua ila sitaki kusema. Afrika nazo ofa za Afrika nazo. You know, lakini kama mimi mshauri tu. Hiyo ni kama inapita vitu vingi. Mimi ni mshauri tu. Unaona dada kuna hiki. So I advise kama ninavyo advise watu wengine pia. Sasa ndio katika ku advise huko. Inaweza kaja ofa ya Tanzania ukasema mimi kwa ushauri wangu fanya hivi na hivi na hivi. Imekuja ofa ya Afrika utasema sasa ndio tuambie labda kama kuna ofa ya sasa hivi naangalia namba tu. Kwa Faisal naangalia pia namba. Kwa hiyo hata ndani ikiwa kama ina namba iko namba popote. Yaani wenyewe unapenda nini? Kwa sababu Faisal kwenye kichwa chake sasa hivi kisha jiweka kabisa kwamba mimi sio shabiki wa timu yoyote, ambao mimi siku zote naambia wachezaji wote msiweke ushabiki, takufa njaa. Hii mambo mko kazini. Sijui hela mezani, maslahi yako vipi? Maana yake timu hiyo ukiacha kufunga magoli muda mchache ama nini wanakusahau dakika. Hakuna timu inampenda mchezaji moja kwa moja. So ameshaweka kwenye mentality kwamba mimi niko kazini. Na anaangalia namba zake, yuko anatazama ata make decision. Nilitaka kuongezea pale kwenye issue ya Nabi. Yes. Kwa sababu of course mimi pia ni watu ambao wanamshauri pia Faisal. Okay. Yeah. Washauri mmekutana. Tena yeye mshauri zaidi. Kwa hiyo kama anakujua ofa za Faisal. Ungetuambia tungeanza naye huyu. Kazi naye huyu. Kuhusiana issue ya Nabi. Of course Nabi amewasiliana na uongozi wa Azam. Lakini kwenye yale mawasiliano of course Nabi naye alikuwa na concern zake. Wakati wanazungumza ile buyout clause ya dola 500. Kwamba kwa nini Azam wamehold hapo kwenye dola 500 wakati Faisal ameshatumikia miaka 2. Kwa sababu kwamba ile dola 500 ilikuwa ni valuation ya mkataba wa miaka 3. Nao Faisal ameshatumikia miaka 2 kwenye miaka 3. Kwa nini
ile wasiipunguze. Yani isiwe tena ni dola laki tano. Ije kwenye 2 labda. Yes. Kwani value inaongezeka au inapungua? Huwa wana deduct time ambayo wameitumikia club. Kama ni miaka mitatu sio tumekia miaka miwili. Mitatu na yeye labda asilimia fulani kashaitumikia kwenye club. Kwenye mkataba, kwenye maandishi. Kwenye maandishi inatakiwa ibaki vile, lakini ndio maana nakwambia wana room ya kujadiliana. Ndio hicho anachozungumza. Kwa sababu always room ya majadiliano huwa ipo tu, sio? Huwa ipo. Lakini ukiniambia kwamba bana, kwa nini nimesimamia hapa na mimi mpira kwangu ni biashara, bado utakuwa unanikosea. Na ndio maana wakati Ruma anazungumza nilikumbusha kwamba wakati hichi kitu kiliandaliwa before hajaanza kuitumikia club, ndio thamani. Niliwahi kuwapa mfano hawa, sisi as a club tulimuuza mchezaji Azam, lakini tulikuwa tumemnunua somewhere milioni 12. Tulivyo timu yetu ikashuka bahati mbaya na mchezaji akawa anatakiwa kudrop, lakini kwa quality yake tukadhani anatakiwa kubaki daraja lile. Tulipofika kwenye room ya majadiliano wakasema sisi tunarudishia milioni 10, hatuwezi kutopa up milioni 12 kwa sababu na nyie kuna faida mmeipata moja kwa moja kwa mchezaji. Na bado walikuwa waungwana sana kwa jinsi walivyoli handle ile jambo. Kurudisha milioni 10 wakati mimi mchezaji mmemnunua miaka 2 nyuma kwa milioni 12, alafu ametumikia mwaka mmoja, bahati mbaya timu ikawa na drop. Kwa hiyo alifanya ungwana kwa hiyo. Sawa. Tutarudi